Majina naitwa Daud Ahmed, mimi ni county coordinator wa Kenya Red Cross Garissa County. Ningependa kupitiza ujumbe kwa watu wa Garissa County. Na ujumbe wangu ni kwamba kulingana na utabiri wa hali ya anga na KMD, ile ripoti wametoa inaonyesha kwamba kuna mvua inatarajiwa mwezi wa 4. Haswa hii mvua itakuwa mingi upande ya upper catchment areas, maeneo ya Meru na Nyeri, na pia maeneo ya Kitui ambapo kuna lagas zinatoka huko ambayo inakuja inaingia kwenye mto Tana. So ningependa kuwahimiza wenzetu ambao wanaishi maeneo karibu na mto Tana waweze kutoka, kwa sababu sasa hivi tunavyozungumza kuna mashamba ambayo imeathirika, maji imeingia, mto imepasua mbarika, maji ishaanza kuingia kwenye mashamba. Hivi karibuni tutasikia tena imeanza kuingia kwa manyumba. Maeneo ya Bula Iftin, maeneo ya Bula Nyuki, mpaka upande ya Jarirot, maeneo ya Korkora wako hali mbaya. Pia maeneo ya Galbet Ward, maeneo Bula Vumbi, Bula Kamor, Bula Punda, hiyo maeneo yote inaitwa flood zone area. So ningependa kuwahimiza wakazi wa hizo maeneo wasingoje mpaka maji kuje igonge hodi ingie kwa nyumba zao. Waanze saizi kujiandaa mapema, watoke ili waweze ili wasiweze kuathirika na mafuriko. Kenya Red Cross tunaahidi kwamba tutawasaidia watu ambao wataathirika na mafuriko, lakini sisi pia tufanye kwa upande wetu pia tujisaidie sisi kabla tukuje tusaidiwe. Kuna nambari ya 1199 ambao ni toll free number ya Kenya Red Cross. Iwapo utaathirika na mafuriko, piga simu alafu activate Red Cross team action team yetu watakuja kusaidia. Yes, pia kuna hao wenzetu wanaishi maeneo ya Fafi, Lagdera, ambao kwa muda wakati ya mvua wanaathirika pia na for example Ewasinyira inapovunja kiungo zake inaleta maji kutoka Isiolo na hizo maeneo. Ningependa pia niwahimize wakuwe waangalifu maeneo ya Gurufa, maeneo ya Baraki, maeneo ya Shanta Awak, hao pia wanaathirika sana na hiyo river ya Ewasinyira inapofurika. Wapia wakuwe angalifu, watoe mifugo yao, wakae macho. Pia watu wa Garissa, hii maeneo ya Bula Iftin kuna shamba mingi ambao watu wanafanya ukulima. Ningependa kuwahimiza watoe bidhaa zao, watoe tools zao za ukulima, watoe vifaa vyao, watoe wale wafanyikazi wao ambao wanakuanga pale wanawasaidia kazi ya ukulima, watoe pump zao za maji, generator zote, kwa sababu from time to time tumesikia complaint kwamba hizi maji inakuja na inafagia na inabeba hizo bidhaa zote. Pia watoe mavuno zao ile ambao shavuna, watoe mifugo yao. Unasikia mtu unaenda kumrescue na boat, unamwambia ingia kwenye boat, anakuambia siwezi toka hapa mpaka nitoe mavuno yangu ama nitoe wanyama wangu. Sasa utasaidia binadamu ama utatoa mafuriko? Utasaidia binadamu, utamnusuru nafsi yake, ama utatoa mavuno yake na mifugo yake? So ningependa kuhimiza, tafadhali, hii ndio muda mko nao, muda mwafaka ni sasa. Tafadhali tuchukue ilani seriously, tuweze kujitoa karibu na mto mapema.